Hallelujah. 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 Salimia tu mwenye umekaa naye karibu. Akaa naye pa jirani. Kama una jirani. Kama asiye na mwana leke jiwe. Uko na jiwe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Kristo Yesu kwa nafasi ambayo ametujalia tena. Baada ya mwezi mzima mpaka tena tumekutana, ni jambo la dhamana. Sio cha kawaida. Unajua kila mara ukichukua mambo kwa kawaida. Amen. Haifai, manake yote ni kwa ajili ya tu Kristo. Amen. Maana hata umeangalia nchi ya Kenya vile inavyoenenda. Amen. Kuna vitu ambavyo vinatendeka ambavyo sio za kawaida. Amen. Kama vile ulipeleka mtoto akaenda shule, ndivyo wengine pia walipeleka, lakini leo hii sasa hawana watoto wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwa maana sisi tumewapeleka mahali kuna security. Amen. Ila tu Mungu ndiye amekuwa upande wetu. Amen. Neema ya Bwana ndiyo imetujaa. Amen. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, naomba msomaji awe tayari. Amen. Maana kuna baadhi ya vitabu ambavyo tunataka tuvisome. Amen. Na yatatuelekeza tu hatua baada ya hatua, manake andiko nasema kuwa hapo mwanzo Bwana alinena kupitia kwa manabii, lakini leo hii ananena kupitia kwa neno ambaye ndiye mwanae. Kwa hivyo kila unaposikia neno likinena, basi usione anenaye, bali usikie na utende lile neno. Amen. Amen. Maana anenalo ni chombo tu. Amen. Lakini kusikiliza na kuweka katika matendo itakuletea matunda. Nataka nizungumze tu kuhusu kitu inaitwa baraka. Amen. Amen. Wajua kila mara unaposikia mahali baraka inatajwa, kila mtu anaweza sema amen kubwa zaidi ya kawaida. Amen. Maana baraka imetajwa. Amen. 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 Sasa hiyo ndio unasikianga mtu anaweza beba kiti ainuke na aseme mchungaji rudia hapo. Amen. Sababu baraka imetajwa. Na baraka sio tu baraka ambayo inastahili kuja, bali kila baraka unachohitaji iko na gharama yake. Amen. Maana pasipo na gharama basi baraka si baraka. Amen. Na kama uko na baraka ambazo haukuigharamia, basi hiyo ni kama fotokopi tu. Amen. Ya asili ya baraka. Ndio maana Daudi akakataa akasema, siwezi nikatoa dhabihu ambaye sijatoa jasho langu. Amen. Maana alikuwa apewe ili apeane. Amen. Na akasema lazima imtoe jasho lake ndipo akahisi uchungu ya hiyo dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninapozungumza kuhusu baraka, tunanena juu ya kile kitu ambacho Mungu aliweka agano pamoja nasi. Bwana alituahidi, na andiko linasema kuwa ahadi za Bwana zimepitishwa ndani ya moto mara 7 na zimekamilika. Kwa hivyo Mungu hajawahi kuwa muongo. Na kila mara unapoona ameahidi baraka, wakati mmoja uende kao kuna delay. Amen. Lakini hajachelewa kamwe bado. Amen. Hata kama amekawia hajachelewa. Sijajua hiyo Kiswahili kuna tofauti gani? Kuna kukawia na kuchelewa. Amekawia lakini hajafanya nini? Hajachelewa. Atafika kwa wakati wake. Lakini ukitaka kwa ajili ya wakati wako utakasirika na utajinyonga. Lakini ukingojea wakati wa Mungu, Yesu baada atabaki tu kuitwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kila mmoja anahitaji kubarikiwa. Amen. Kuna spiritual blessings na kuna physical blessings. Amen. Baraka za kiroho ni uzima ambayo tunahitaji miili zetu ziwe na afya. Amen. Baraka za kimwili ni mahitaji za kila siku ambaye hata Mungu anaijua kuwa tunahitaji. Ndipo akasema kuwa usiwe na wasiwasi juu ya kula na kunywa, bali kwa yote umtegemee. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ndizo baraka ambazo tunaongea juu yake na tunazihitaji siku baada ya siku. Na sababu ya hizo baraka ndio sababu unaamuka mapema sana na asubuhi, ili uende angalau urejee na kitu ambacho utaweza kulea naye watoto. Bwana Yesu asifiwe. Japo kwa tangu tumeanza kutafuta, tumetafuta, tumezeeka kama tunatafuta na hatujapata. Ni sababu gani? Hatujafuata ratiba jinsi ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni mkuu. Yeye anatii ama anatii neno lake
kuliko jina lake. Anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Kwa hivyo akisema nitakubariki, hilo jambo hata waganga wangapi wakasimame Kenya na Uganda na East Africa hawezi wakazuia. Ila tu sisi wenyewe ndio tunayazuia yale Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Kukaa mwaka mzima bila kulazwa, hiyo ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kusamehewa dhambi, hiyo ni baraka kuu zaidi ya baraka ambazo tunatarajia na kuona. Kisoma kitabu cha Zaburi, nafikiri ni Zaburi 34, 32 ama 34. Andiko nasema kuwa aliyebarikiwa, amebarikiwa yule anayesamehewa dhambi. 32. Amebarikiwa yule anayesamehewa dhambi, wala dhambi zake hayakumbukwi tena. Yamevutwa, hayarudi kwa kumbukumbu ya Mungu. Huyo mtu amebarikiwa kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mara mingi mimi huwa najigamba kuwa mimi nimebarikiwa sana. Na huwa nasema kuwa nimebarikiwa kuliko hata Trump wa Amerika, superpower wa dunia yote, lakini haniwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kichwa ikimuuma tu kidogo, madaktari wamefika, na mimi naweza nena na kichwa kuumwa na itoke. Nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndipo ukaweza kubarikiwa, kuna gharama. Ndipo ukaona hawa watumishi wamepewa jina lenye hawakuzaliwa nayo. Just imagine unaitwa mchungaji. Hiyo si ni jina likuu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbingu inaishuhudia hiyo jina. Kwa hivyo wamebarikiwa, lakini wamegharamia. Kitambo wale amefika penye amefika. Nasikia wasemaji wakisema kuwa ukiona nyani amekuwa mzee, amehepa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usiwaonyeshe vidole. Hata kama amekosea, kunaye yule aliyekuita. Amen. Ndipo ukaitwa mbarikiwa, wewe ni mtu wa dhamana. Maria, mama wa Yesu, aliitwa na Gabrieli kuwa umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ni kwa nini huyo mama alibarikiwa? Maana alitunza ubikiria yake. Jambo lenye lilishinda wanawake au wasichana wengi. Amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna andiko la kwanza ambaye nitakuwa tu, hiyo hatutasoma, baada ya hiyo ndio tutasoma ambazo nitanena. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1-2. Andiko linasema kuwa ikiwa utatii na kushika amri na maagizo ninayekupa leo. Na hayo maagizo sio jana, leo. Sahau uliyasikia Jumapili iliyopita. Asema leo. Basi haya baraka yote yatafanyika nini? Yatakufuata, yatakuwa yako. Yaani kuna amri, kuna sheria za kufuatilia. Na kila falme iko na sheria zake. Kienda katika ufalme wa waganga kuna sheria. Kienda katika ufalme wa Mungu kuna sheria. Sasa inalingana kuwa hiyo sheria umeishika, umeenda kutokana na hiyo sheria. Ukifeli, hasa upande wa ufalme wa waganga, naye ukifeli umefeli. Hamna msamaha. Angalau Mungu wetu ni wa neema na wa rehema. Kuna second chance. Alipeana yule mwanaume mwenye alinyolewa. Samsoni. Kauliza tu Mungu angalau second chance ili hao watu ni wamalizi. Na Mungu wa neema akarejesha mara ya pili na akakufa naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naongea juu ya baraka, ndipo tukaweza kufikia baraka zetu. Kuna gharama. Sio tu misemo, sio tu maneno ya kusema kuwa mbarikiwe. Hiyo hayatoshi. Naweza sema maana mamlaka nimepewa ya kukiri baraka kwa ajili yako. Lakini wewe kupitia kwa amri na sheria ambazo uko nazo na umeishi ndani, ita-adapt hiyo baraka niliyokiri juu yako. Maana zingine wakati ninaposema kwa dada ubarikiwe, ni kama zinagonga ukuta zinanirudia. Sasa ukitoka, unafikiria kana kwa umeenda na baraka zako, kumbe zilinirudia. Maana kwa njia moja wewe ikawa anayekiri baraka ndio ulimsengenya usiku kote. Baraka haiwezi kuja.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Mwanzo 12 kuanzia hapo tu kwenyewe. Tunataka kuona mambo ambayo yafaa tuyafanye. Amen. Katika Kumbukumbu la Torati tumepata jambo la kwanza kuwa utaposikia sauti ya Bwana, uitii na ushike na kufuata maagizo, basi hizi baraka zote zitakuwa juu yako. Hizo baraka zimeandikwa kwa hicho kitabu yote. Umebarikiwa uendako, urudiapo, ulalapo, amukapo, ukiwa mjini, ukiwa mashambani, wewe utakuwa tu mbarikiwa. Angalia mtumishi wa Mungu Joseph kama vile alivyokuwa mbarikiwa. Alipoingia ndani ya nyumba ya Potifa, kila kitu ilikuwa inaenda vizuri. Angalia Daudi, Yakobo. Alipoingia ndani ya nyumba ya Abel, ango yake, kondoo na mbuzi walikuwa wanatoa tu mapacha. Sababu na kabla hajaenda huko hakukuwa na mambo ya mapacha. Hata wengine walikuwa wanashika mimba inawatoka. Lakini alipokanyaga hiyo nyumba ikafanyika kwa baraka. Maana alitii amri na sheria za Bwana. Aliitwa kwa jina la Mungu. Mungu alimtabiri kama bado angali ndani ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika hapo andiko soma. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis chapter 11 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema chapter 12 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani. Nataka sasa urudie tu hapo mwanzo tena. Amen. Mstari wa kwanza Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Sasa atoke wapi? Number 1, atoke kwa jamaa. Ya pili, nyumba ya baba na mama. Ya tatu, kuna sehemu tatu lazima atoke. Nchi, nyumba ya baba na mama, nyumba ya mama na baba ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo tukaweza kubarikiwa. Lazima tuhame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Abraham asipohama, asingelihama, basi kubarikiwa haingekuwa sehemu yake. Amen. Angebaki mlaaniwa kama jinsi babu zake na baba zake walikuwa wamelaaniwa. Amen. Maana waliishi katika mji ambao umelaaniwa. Hakukuwa na kuzuri chochote ambacho kilipatikana ndani ya maisha yao. Amen. Na wakati Mungu alipoangalia, akaona Abraham nimempenda, lakini nikimpa baraka zangu kati ya kule anakoishi nitafanya kazi bure. Na Mungu wetu ukasikia Kristo akasema kuwa wakati mama moja akamjia akamwambia nahitaji rehema kutoka kwako. Akamwambia siwezi nikachukua chakula cha watoto wadogo nipeane umbwa. Amen. Kwa hiyo Mungu aliangalia kuwa nina mema kwa ajili ya Abraham. Nina mipango mema kwa ajili ya Abraham. Lakini siwezi nikachukua chakula cha watoto nikawatupia umbwa. Amen. Amen. Maana lile taifa lilifananishwa na umbwa. Amen. Lile taifa lilichakaa kama umbwa. Amen. Lile taifa lilijawa na uovu na walikataa kumrudia Mungu. Amen. Walikataa kumrudia Mungu katika njia zao za toba. Amen. Bwana akasema sitang'ang'ana na wanadamu. Kama vile alinena na Nuhu. Amen. Akamwambia Nuhu, sitang'ang'ana na binadamu tena. Inuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi tunataka kubarikiwa?
Kila mmoja tunataka kubarikiwa. Amen. Lakini tutabarikiwa tu wakati ambapo tutahama kutoka kwa taifa. Amen. Tutahama kutoka ndani ya jamii. Na tutahama kutoka ndani ya nyumba ya baba na mama. Amen. Wakati mwingine unaweza hama kutoka kwa baba na mama na umehama na taifa na umehama pamoja na jamii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abraham mwenyewe aliambiwa kwa hame. Aliambiwa hame na nyumba yake. Amen. Lakini alisahau akahama na jamii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo tutaona ni nini litendeka wakati unapohama na jamii. Amen. Maana andiko limezungumza juu ya vitu vingapi? Tuhame kutoka ndani ya taifa. Amen. Tuhame kutoka ndani ya jamii. Na tuhame kutoka ndani ya nyumba ya baba na mama. Amen. Angalia mtu anaitwa Yakobo. Daudi. Daudi alipokuwa amepitiwa mafuta. Amen. Bado jamaa baba na mama bado ilitawala pamoja naye. Amen. Sijajua kama mimi ndio nawaza hivyo, maana haijaandikwa. Amen. Huwa naona wakati mwingine Daudi alipokuwa anajikuta mattress 6x6 iko kwa nyumba. Amen. Na analala ndani ya cave. Alikuwa anajirudia na angalia mafuta. Na hii mafuta Samuel alidanganya au ilipakwa ama ni kuweka tu alama aliweka. Amen. Cause andiko nasema kwa mafuta huvunja nira, sivyo? Sasa nira gani kuwa uko na 6x6 na bado unalala ndani ya jangwa? Unaona ni kama nira inavunjwa, sivyo? Kila mara angeenda hatua angalia na hii mafuta bado ingali hai ama Mungu alinidanganya. Amen. Na kama ni uongo uliza hao wachungaji. Kuna wakati unagonga ukuta mpaka ujiulize, mimi ni pastor ama nilianza mwendo kabla? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona Elijah akamwambia Mungu, wameua manabii wote. Ni mimi ndio nimebaki. Amen. Haikuangi rahisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Just imagine wewe mtu amebarikiwa mpaka kugura anaweza mletea chakula. Amen. Na katika hicho kiwango hakuona jinsi amependwa, jinsi amebarikiwa mpaka kugura anatuma kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema lazima tuhame kutoka ndani ya jamii. Lazima tuhame kutoka ndani ya nyumba ya mama na baba. Lakini ole wake. Rachel akahama na vilivyo vya baba. Alihama na za kwao. Hiyo safari haikuwa rahisi. Amen. Ilibidi mtumishi wa Mungu kama Daudi, Yakobo, kutokana na jinsi alivyotambua mkewe, alisema mwenye kama sijahama nayo. Hata Mungu sijui niseme Kiswahili gani? Sijui alijilani ama alijikana kitu kama hicho. Lakini hicho kitu kilileta shida kwa mkewe. Maana kilifanya mke asifike kule walikokuwa naenda. Amen. Sababu alisema hatujafanya hata kati yetu hamna. Amen. Na kama kunaye angalieni kwa hakika sijakuwa nayo. Kumbe mkewe amekalia. Amen. Baada ya kutoka pale Bethel kwenda hatua moja mbili, neno la laana hilo linamaliza mkewe. Na hii jambo nilikuwa naongea na mtu mahali, au nilikuwa naongea na mamangu. Nikasema kwa unapata mtu ameiba mahindi yako yenye hujawahi kuingiza kwa boma. Na wewe mtu ni mjanja. Amen. Amehakikisha kuwa amekula na watoto wako. Sasa wewe wakati unapoenda kuifanyia uchawi, unaua mpaka na watoto wako. Amen. Na hilo ndilo jambo lenye Yakobo alifanya bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inataka tuweze kuhama kutoka ndani ya jamii. Amen. Kuna baadhi wetu mali hapa bado hatujatoka ndani ya jamii. Amen. Mila ya Waluya na Wajaluo na Wakamba bado imetuteka nyara. Amen. Tunaenda hatua mbele. Huwa naibika sana nikienda kule nyumbani. Amen. Soko yenye wakati tulikuwa watoto ungelipata angalau hata na uchi. Amen. Sasa baada kuendelea soko hata ujielewe hata kanyumba kenyewe. Sasa sijui tunaenda mbele au tuarudi nyuma. Amen. Ni sababu ya mila. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu
asifiwe. Amen. Ndipo ukaweza kubarikiwa dada ndugu. Lazima uwe kabilaless. Amen. Wakikata tu mwili wako, Kristo damu yake inatoka, sio ya Keluya. Na ndio wanasema mchungaji, tusipotubu Uluya na Ujaluo utoke ndani hizo makanisa zetu, tutabaki tu vile vile. Manake damu ya Waluya na Wajaluo ni siasa tu. Unasikia tu ndugu, umekuja na speed. Kwani wewe unajua kutoa? Hapa watu wengi hiyo kiasi. Hapa unaenda na 50 bob unavunja 55, alafu wewe unatoa 10 watoto patia 5. Paka mwezi ishi. Hiyo ni watu ambao wako kanisani, lakini bado wako na nini? Wako na jamii inaandamana pamoja na wao. Lakini kila mara tunapoita altar call, wale ambao wanataka kuombewa kubarikiwa wakuja mahali hapo. Anakuja mbele, anawekelewa mikono, anabeba jamii, anarudi na keti nayo. Anangojea Mungu amtendee. Atatenda wapi? Na neno lake linasema wazi kuwa ndipo ukaweza kubarikiwa, lazima uhame. Amen. Wewe wajua kwa nini Mungu alifanya delay ya baraka ya Abraham? Abraham alihama pamoja na jamii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia hapo kuanzia 12, anamwambia utapohama, utoke kwa jamii, utoke kwa baba na mama, na utoke ndani ya taifa. Sasa alihama vitu viwili, akasahau moja. Na unajua wakati unaposahau hiyo moja hujuangi. Amen. Hiyo roho huwa inakuhubiria injili iliyogoka. Amen. Inakwambia Lutu si ni jamii yako, ni ndugu ya mtoto wa ndugu yako. Wewe uko na upendo mingi, mpende wewe naye. Wanakuhubirianga tu mzuri. Unaweza kuwa na upendo kuliko upendo wa Mungu. Amen. Alipohama naye, Bwana akanena naye katika chapter 12. Ni 15. Bwana akamzungumzia jinsi atambariki. Fungua 13. 13:14 Biblia inasema, ngojea kidogo. Amen. Kwa hiyo Bwana akamwambia Ibrahim, utapohama, mimi nitakufanya baba wa mataifa. Tulisikia baada ya kuhama anastahili abarikiwe. Si aliahidiwa? Amen. Atabarikiwa na wowote ambaye atamlaani atalaaniwa. Just imagine wewe hauhitaji hata kuitisha baraka, hauhitaji hata kuitisha laana juu ya mtu. Bora tu mtu akwambie wewe umelaaniwa. Amen. Ina backfire. Amen. Manake wewe ni mbarikiwa. Andiko nasema kuwa aliyebariki Mungu ni nani awezaye kulani? Walitoa dhabihu mara 7 ili Israeli walaaniwe. Je, walifanikiwa? Tena mwenye alikuwa anatuma huko alaani watu ni mganga mkubwa sana. Mganga ambaye Mungu anaongea naye. Huyo mganga si wa maana sana. Mungu anaelekeza mganga. Ina maana kuwa mganga alikuwa na uganga takatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ahame. Ndipo uwe mtu wa baraka. Amen. Ndipo chochote unachokigusa kinafanikiwa. Lazima uhame. Amen. Na alifanya nini yeye? 13:14. Biblia inasema 13:14. Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini, wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Na uzao wako nitakufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiwaza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ukianza kuhesabu utazeeka kama bado unahesabu. Utaweza kuhesabu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani anaweza hesabu mchanga wa bahari? Na hizo ni baraka. Amen. Kisoma andiko lingine inaniambia kuwa nitakubariki mpaka ukose mahali pa kuweka. Amen. The overflow. Yaani unabarikiwa mpaka watu wakuite mchawi. Amen.
Sijui kama wachawi ndio wanakuwa wabarikiwa, na wachawi ndio wamelaaniwa hata kiatu hawana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa kuwa baada ya kutengana na Lutu, basi inuka, angalia nje, mbele, nyuma, kando na kando. Amen. Hapo popote ambapo utapopaangalia, mwisho wa macho yako. Amen. Yes, imagine unaambiwa mwisho wa hapo pote ni pale pako. Amen. Nikaona mfalme mmoja wakati Elisha anataka kufa. Amen. Akaja akaita huyo mfalme akamwambia, nataka utupe mishale. Sijui alimwambia tupe mara ngapi? Yeye alitupa mara 3. Akamwambia angalau ungetupa mara 7, ungepata ushindi wa vita yote. Lakini kwa maana umetupa mara 3, ni miaka 3 ndio utakuwa na ulinzi. Baada ya hapo utahangaika. Amen. Unajua namba 7 ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Baraka. Hamna mtu anataka laana. Amen. Lakini huwa tabia zetu, mienendo zetu yanafanya tunazikuta hata kama hatutaki. Amen. Nikaona siku moja tulipotoa boma kulikuwa na kutoelewana kati yetu na nyumba kubwa. Sasa wakaambia watu wao wote kwa wasiingie kwa boma yetu. Sasa wako wanakanyaga. Akija kuomba kitu anasimama kwa fence. Nisaidie na chumvi. Sasa siku moja mtoto akatumwa. Ashaingia mpaka kwa mlango ya nyumba. Ndiye anapiga kelele asaidiwe na chumvi. Ashavuka mipaka. Amri. Sasa kama ni kufa siangeanguka tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja nikadharau hizi mila za Wajaluo mpaka niweka chini ya kabati. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hazinishiki. Maana nimewahi pitia. Nilipo zika mke wangu, waliniambia sasa ufanye nini? Uko kwa mateka. Usiingie kwa nyumba ya fulani. Usikule na huyu mtoto. Usifanye hivi, ngojea siku 7 atakutembelea, akufungue. Nikamwambia nilipokuwa naye nilifungwa. Sasa ameenda nimefunguliwa. Na yeye kama nikukuja kunifungua, ananijua kuwa mimi na waafu hatuna uhusiano. Kwa hivyo hiyo naye anajua haezi kuja. Na kama nikutokula na mtoto wangu, hapo mmemuua kitambo hata kabla hajakufa. Amen. Maana nikilala kitandani nikiamuka akilala kitini, nikiamuka asubuhi nampata kwa mgongo wangu. Amen. Na ndio yule sahi bado. Hebu simama juu wa kuona. Angefika hiyo miaka. Na wakati alikuwa na miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kuwa nimebarikiwa. Mtu ambaye amebarikiwa hayuko ndani ya mateka ya mila na desturi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama unaokoa jahazi, unaokoa ndani ya mamlaka. Amen. Hata kama unatembea mguu mpaka town, unatembea ukiwa na mamlaka. Amen. Hauna hofu. Nimetembea. Nimechoka sijui sasa hii mambo. Na imekuwa mwenye amebarikiwa hana hayo. Andiko lasema kuwa wamgojaye Bwana watapewa nguvu. Watatembea wala hawachoki. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wabarikiwa. Kwa hiyo Biblia inasema kuwa walipoachana na Lutu. Unajua hizi vitu zinatendeka mpaka ndani ya kanisa. Kuna mshirika mmoja labda anakuanga breadwinner katika kanisa. Anatoa kuliko watu wote. Lakini huyo ndio chukizo. Huyo ndiye anafanyika kuwa chukizo kanisani. Amen. Wakati Mungu anataka kumtoa, sisi wachungaji tunamshika, tunambatia. Ai Mungu, hii utaguza macho yangu. Ukitoa huyo umetoa hazina. Amen. Lakini kumbe hiyo ndio chukizo. Unajua ndipo Mungu atoe Lutu, Mungu alisababisha kutoelewana. Na waligombana, wafanyikazi wake walipogombana, Abraham akaja kwa Lutu, hakujua kama Mungu ako kazini. Akamwambia Lutu, tunakosania nini? Sisi ni wa jamii moja. Hakujua kama jamii inataka kujitenga ili abarikiwe. Amen. Akamwambia pana, angalau uchague mahali popote utakao.
Unajua Sodoma na Gomora, Lutu hakujua kama kesho yake kuna hatari. Amen. Ilikuwa evergreen. Macho yake kaona vitu vizuri. Akachagua naenda Sodoma na Gomora, mimi nimechagua. Nikaona tupa akasema mimi na akili yangu naweka signature. Narudi kuzimu penye nimetoka. Aliporudi kuzimu alishangaa. Kwani zile mataska zimeenda wapi? Na huyu pepa alikuwa na rembe, alikuwa mweupe tena amekuaje black? Mambo yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Baraka. Baraka imefanya watu hawalali kwa manyumba usiku wa manane. Sasa hivi watoto wetu wanakuwa sacrifice sababu watu wanatafuta baraka. Wanapotezwa. Unajua sasa hivi washaambiwa kuwa ndio upate hii baraka ya MCA. Toa mtoto ambaye baada ya angali damu yake bado ingali hajatenda dhambi. Hata waganga wanajuanga kuwa watoto hawajafanya dhambi. Damu piwa. Wewe unaona moto inachoma watoto, unafikiri ni kawaida. Watchman ndiye anashikwa anaenda kumaliza miaka zake jela bure tu, mtoto wa mtu. Hana hatia. Lakini waliohusika wanapiga tu makofi, wanasherehekea katika ufalme wao kwa sahihi. Mama anatoka na kimbilia mtoto na yeye pia anaisha kwa barabara. Mambo ya aibu sababu ya baraka. Haujaona binadamu kama ni mtu, unamuona kama ng'ombe, kuku ya kuchinjia. Sababu watu wanatafuta baraka. Lakini kuna njia rahisi tu ya kutii, kufuata maagizo, kuhama kutoka ndani ya jamii, ndipo ukabarikiwa. Mimi nibidi nihame ndio nikaitwa mchungaji. Kwetu jamii yetu hakuna mchungaji hata mmoja. Nisingelihama, niwache madhabahu ya pombe, nitoke ndani ya madhabahu ya usherati, leo hii nisingeliweza kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anahitaji tukahama. Ndio maana Lutu alipohama pamoja na Ibrahimu, ilibidi Bwana alete kutoelewana. Walipokosana, ndipo Lutu akajitenga na Abraham akabaki mahali pamekauka. Na wacha nikwambie, andiko linaniambia kuwa mimi ni Mungu ninayeleta kiangazi mahali pana mafuriko ya maji. Na ninaleta mafuriko mahali pana. Sasa yule jamaa alikimbilia mahali ina mazuri. Alipatana na mambo. Ndiye ameletea taifa fulani inaitwa Moab na Amorites laana. Hiyo taifa imechukiwa na Mungu sababu ya tabia ya yule jamaa. Akaenda na zana wasichana wake. Analeta jamii ambayo imelaaniwa. Kuna kuhama vile unaweza hama pasipo na maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuhama sio tu kuhama ati mimi na hama. Ati umesikia mchungaji ama jamaa moja hapa anatangaza kuwa mimi nilihama kwetu. Sasa wewe pia ukainuka hata mimi kwetu naenda kuhama. Nani amekuambia? Yeye alitoa ushuhuda. Hakuamrisha. Na hata kama alipohubiri uliuliza Mungu. Na ulikokuwa unaenda uliuliza Mungu. Hiyo shamba ulionunua uliuliza Mungu kijiji hicho kinakaaje? Kuna mtu alihama sababu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Akabeba watoto wake, akahama ni sababu ya njaa. Kweli unaweza hama, lakini umeuliza Mungu. Wana wa Israeli wakauliza Yeremia, hebu tuulizie kwa Mungu kama ni vyema tuende Misri au sio? Bwana akamwambia Yeremia wasihame. Lakini kichwa cha Waisraeli wakamwambia Yeremia, unabii yako leo umekuwa ukitabiri mzuri, lakini hii utabiri yako ya leo wewe na utuoni mema, unataka watu watumalize hapa. Wakaamua kuhama kwa lazima. Na Mungu akamwambia Yeremia, hao watu wakienda Misri hawatarudi. Waliasi na waliangamia. Elimeleki alihama na jamii yake na vitu zake, lakini alienda katika taifa chukizo, taifa ambalo limeandaliwa kumalizwa. Je, alirudi na nini? Mkewe alirudi na nini? Alipokuwa anarudi, watu walimuita nani?
Sio watu. Watu walimuita jina lake. Na yeye akawajibu aje? Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimepitia machungu. Maisha yangu ni machungu. Lakini mahali pale pia akapata umbwa. Na umbwa akakubali kukula chini ya meza ya tajiri. Maana yule mama akasema aje? Hata umbwa hukula makopo kutoka kwa meza ya tajiri. Ina maana kwa yule mama alifanya nini? Alikubali kuwa umbwa. Andiko linasema kuwa atayejinyenyekesha Sasa yule mama alijinyenyekesha. Na aliinuliwa. Na andiko likasema kuanzia leo kila mahubiri itapohubiriwa dunia yote, huyu mama atakuwa kumbukumbu. Hakuna mwenye imani kwa dunia yote, sio kwa Israeli, kwa dunia yote kama yule mama. Sasa kukawa na mmoja anaitwa Ruth. Yeye pia akasema nimekubali kuwa umbwa. Unaniambia nirudi kwetu, unaniambia nibaki hapo, lakini mimi najua Israeli nibarikiwa. Nikiingia pale hata kama sitafanya nini, nitabarikiwa. Dada, ukitaka kubarikiwa, kaa na mbarikiwa. Atakusambazia baraka. Ukitaka kuwa mchungaji, kijana unaitwanga nani? Josea. Ukitaka kuwa mchungaji, usipige wachungaji, tembea na mchungaji. Utaadopt mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ruth akasema mimi kokote uendako naenda nawe. Ulalapo nalala nawe. Uzikwapo nitazikwa na wewe. Alafu najua tu ujanja wa mama. Hii ujanja ilianza tu kitambo. Wakati washaenda na yeye, anamwambia kuna uko wetu kuna mtu alikuwa anaitwa nani huyo? Boaz. Sasa leo ataenda pale shambani na atalala huko. Sasa fanya hivi, wewe enda vaa mapema mzuri. Akiwa pale, enda tu kwa nyumba yake penye amelala, lala chini ya miguu yake. Angalia hiyo tabia wa mama. Mama mko na akili sana. Chini ya miguu hapo. Yaani wanatega mwanaume bwana. Mama. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mama huyo ndiye kati ya moja wa mama ambao wamezaa kizazi cha Yesu. Na alikuwa mama aliyekataliwa, alikuwa mama ambaye ni taifa ya kuangamizwa, lakini alikubali kuwa umbwa. Dada, nikwambie hata kama umekataliwa katika jamii kiwango gani, roho ya kunyenyekea inaweza kutoa mavumbini. Unaweza kula na wafalme. Jamba hata kama jamii haikukanyaga Nairobi, wewe utaishi Nairobi. Maana hizi maroho zenye zinahama na sisi zinafanya tunatoka nyumbani tuna kiatu. Unajua ukitoka nyumbani angalau uko na sanda. Lakini kinaweza kufanya Lutu uliyekuja naye Nairobi uuze mpaka sanda na utembee miguu mitupu ukirejea nyumbani. Ama urudi bila kutembea uko juu ya sheria. Sababu hali ya babu au jamii sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Wanauliza kwani wewe ni nani yenye mume wako anaona meno yako? Mimi yangu hata haikuonwa. Hauwezi dada. Usipohama kutoka ndani ya mama na baba. Unajua tabia ya mama yako wewe hujui. Tabia ya baba yako wewe hujui. Unajua tu kidogo yenye uliona. Lakini mengi Mungu ndiye anajua. Na akisema kuwa uhame, dada hama. Mathayo 19. Akikwambia hama. Mathayo 19:29. Bwana akisema tuhame tufanye nini? Tusipohama haina garantii dada. Utaenda tu Uhuru Park. Utaenda tu Uhuru Park uuziwe mchanga. Utauziwa tu kifagio. Chumvi utapewa tu ukuje umwage kwa nyumba. Na unajua nyumba hata sio yako, ni ya landlord. Na siku ile umemwaga chumvi kwa nyumba, ndio siku hiyo landlord amefika na kivuli. Sababu hujahama. Masarakasi hayo yote hayahamishi mtu.
Maana sijawahi ona mahali chumvi inanihakikishia kuwa hata nitabarikiwa. Hata mafuta. Mwenye alifanya mafuta ndiye ananena. Hajasema mafuta itanifanya nibarikiwe. Niliambiwa kuwa nitapotii. Hata mafuta ya kuhubiri injili ambayo ameweka ndani yangu. Naweza hubiri tu injili na hii mafuta. At long last. Nirudi nyumbani kana kuwa sijawahi hubiri. Paulo anasema anashangaa sana ama alipika sana maana mtapoondoka kuna umbwa mwitu ama kunaye kitu mtu atakuja kati yenu. Atatawanyisha kila mema niliyopanda kati yenu. Anaibika. Aha. Biblia inasema Mathayo 19 kuanzia 29. Biblia inasema na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume Aliyeacha ama si acha? Aliyeacha. Biblia inasema na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atapokea mara 100. Ukifanya nini? Uache nani? Ndugu yako. Alafu hebu angalia penye umekalia. Kuna empty seat. Nani anastahili kukaa hapo? Aliyekwamia mumewe, sivyo? Aliyekwamia mkewe, aliyekwamia nyumba yake kifuli sina. Amen. Sasa asingeweza kutoka bila. Ndio sababu hizi viti viko empty. Amen. Huyu anastahili kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwa usipoacha nini? Usipoacha shamba lako. Baba, mama, watoto, mashamba. Jina langu atapokea mara 100. Amen. Hiyo lazima niurithi mimi. Hiyo. Ndio maana tumeitwa ili tukuambie ili tuurithi pamoja. Amen. Lakini usipoacha ndugu yako. Na andiko linasema kuwa ategemeaye nduguye. Na unajua hiyo laana sio rahisi, mchungaji hawezi toa. Amen. Amen. Hiyo hata unajua laana iliyotoka kwa kinywa cha Mungu. Hatutoangi. Amen. Hiyo tunahitaji tukae na wewe kwa counseling. Amen. Ili utende tabia. Amen. Pekee ndio utajiokoa. Amen. Hii hata tuseme tu rishwa tukanyage na miguu na tuweke mapua. Amen. Tuweke kitambaa meupe. Tuongezee ya red. Na msumao upige magoti. Tuweke ile ya black. Kwa lugha nyingine nasema logodoi. Ile hawezi. Hiyo msumao iwezani nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utatembea hapa kijijini hapa Mathare. Amen. Mlango baada ya mlango iliandikwa nyumba ya maombi. Dada tutazunguka. Amen. Nilikutana na binti moja juzi. Dada amefungwa kuanzia utoto wake. Ameniambia mchungaji, nimetembea kwa waombezi. Nikienda hivi wananiambia lazima walale na mimi. Nikienda hivi lazima walale na mimi. Mchungaji, nimechoka. Nikamwambia hata ndio umeanza. Amen. Haujachoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipohama ndani kutoka kwa nyumba yako. Yesu akasema si kuja kuleta amani. Lakini sana iko mfalme wa amani. Kwani hapo naye inakuaje? Hapo iko aje? Ni Biblia imechanganyikiwa. Iko aje sasa? Mfalme wa amani anasema si kuleta amani. Unajua hata nikwambie dada ndugu, ukihama kutoka kwa jamii, ukihama kutoka ndani ya taifa, ukihama kutoka ndani ya nyumba yako, basi utakuwa adui ya mama yako. Utakuwa adui ya ndugu zako. Wataanza kusema umepotea. Unajua kwa nini lazima tuhame kutoka kwa taifa?
Wakati taifa wanapoimba one time, uko kwa macho kwa TV. Unashiriki ama ushirikishwi? Wakati Sifuna amesimama, huyo sasa ndiye. Bwana tuko mbele yako. Kikundi cha anaenda Sifuna. Sifunya. Hiyo kikundi chake wakaenda wakagonga watu mawe mahali. Biashara ikachomwa. Bado hujashiriki? Ati mimi nilikuwa tupa nyumba sikutupa mawe. Hapa kutoka kwa jamii dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nikuambie, chochote anachofanya Ruto, ni sisi tumefanya. Amen. Ruto akikosa, akihukumiwa, akipigwa, nani anapigwa? Ni taifa ya Kenya au sio? Kenya ni nani? Usifurahie kwa TV. Ati hata kama mzee si akufe leo. Acha nikuambie, muombe tu neema. Wewe omba tu Mungu atende vile anataka. Wewe wacha kuweka amri, manake Mungu ndiye amefanya akawa hapo. Asingetaka angemuoa hata kabla hajakuwa kwa election. Na hao pia Mungu anawawekanga tu kama nyundo ili akurekebishe. Mafuta hata iende 300 haitarudi chini. Wacha na maneno mengi, omba tu Mungu akupatie pesa zaidi ya 300. Hapo ni garanti sikudanganya. Silikuwa 240. Silitolewa 10 bob ikawekwa kwa mafuta taa. Na ukapiga magofu. Kwa imerushushwa. Na wacha nikwambie yale yanayotendeka kwa serikali. Enda usome katika vitabu za Mhubiri na kitabu cha Agano. Inaongea juu ya serikali. Na hiyo uovu unayoona hapo. Amen. Andiko linasema kuwa kile kinachostahili kuendea mwenye haki kinapatikana na muovu. Adhabu, kiboko, mateso inayostahili mwenye dhambi inamwendea mwenye haki. Sasa jiulize, inatendeka Mungu akiwa wapi? Hapo tu. Unajua wakati ambapo baraka zetu zinazoshushwa, ni sisi ndio tunafanya hizo baraka zinaendea mganga apeane kwa walio watu. Amen. Sababu ya tabia zetu. Tabia zetu. Mungu sio muongo. Mungu anawaza mema juu yetu. Amen. Lakini sisi ndio waongo. Na hatutaki kukubali. Tunataka tu tuwekewe tu mikono, tusindikizwe tu kwa mikono na mikono na mikono. Wacha nikwambie, hizi mikono pia tunaweka tu kadri ya jinsi tumeamrishwa kuweka. Wewe uliona anaitwa Yakobo ama Yusufu ama nani? Baba yake Yusufu. Yeye kama mzee na miaka zake anajua mtoto wa kwanza anabarikiwa na mkono wa right na akataka kuweka. Lakini ukuu wa mbingu haipo imechagua vile anachagua. Yeye anaweka kinyume. Mzee, baba, huyu ndio kijana first born na huyu ndio second born. Sasa weka hivi. Kijana, ninajua chenye nafanya. Nina miaka mingi sana. Wewe hata ndio umeanza, utafika kwenye nakuja. Nimefika. Unakuja, utafika. Amen.